inakuwa bora tukimwelekea Mwenyezi Mungu kuomba dua zetu ambazo tunazitamani sana. Tutangulize na dua ambayo aliyosema Nabii Allah Nuh, ambayo iko katika suratul Hud aya ya 47. Katika hii sura aya ya 25 mpaka 49 inatupatia historia nzima ya Nabii Allah Nuh. Alivyowanyenyekea watu wake wakakataa, akaambiwa ajenge safina, akaambiwa eka vitu viwili ndani, alafu akaambiwa bwana ondokeni. Yeye akamgeukia mtoto wake akamwambia mtoto wake njoo uje upande na sisi twende pamoja. Mtoto wake alimjibu nini? Alimwambia mimi naenda kujificha kule kwenye majabali, na kule ndio nitakapojikinga na maji. Unaambiwa maji alikuja akawafarakanisha, yule akasombwa na maji, huyo akabaki kwenye safina. Basi kwa ajili ya huzuni Nabii Allah Nuh akamlekea Mwenyezi Mungu, akamwambia ya Allah, kijana wangu ni katika ahli zangu, na ahadi zako ni za ukweli, na wewe ni mhukumu bora kuliko wahukumu wote. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu alipomjibu aya ya 46, akamwambia ya Nuh, huyo si katika ahli zako, na mwendo wake si mwema, basi usiniombe jambo ambalo usilo na ujuzi nalo, maana utakuwa kati ya wajinga. Basi Nabii Allah Nuh ndipo akaomba hii dua, iko katika aya ya 47. Inasema nini? Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Ewe Mola wangu mlezi, najikinga kwako nisikuombe nisio na ujuzi nayo, na usiponisamehe na ukanirehemu, basi nitakuwa miongoni mwa waliohasirika. Hatuna ilmu al-ghaib, kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atukinge kabla hatujatamka maombi ambayo tunadhania ni mazuri, kumbe mwisho yana mabaya kwetu au sio mazuri kabisa kwetu. Lulu za Qur'an na Zura Abayaz.